السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء. أما بعد، tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa afya na uzima na taufiki tukaweza kudirikana tena katika ibada iliyokuwa tukufu kwenye siku iliyo tukufu, nao ni siku ya Ijumaa, tukiwa kwenye ibada ya salatul Jumaa. Tumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mazuri kwenye Ijumaa hii, na Ijumaa mpaka Ijumaa ni siku za kusamehewa dhambi. Basi tuomba Mwenyezi Mungu atusamehe yale tuliyoyatanguliza katika maovu na atuthibitishie katika yale mazuri tuliyoyatanguliza katika kheri, twende tukayadirike katika hisabu yetu siku tutakayokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah, kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutazungumzia jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi katika ulimwengu, jambo ambalo kwamba linawekwa kipaumbele katika jamii, jambo ambalo kwamba likiharibika ndio umeharibika umma wote, na jambo ambalo kwamba likisuluhu ndio imesuluhu umma, ndio jambo ambalo kwamba wema huhimizana, na ni jambo ambalo kwamba waovu ndio hutaka kuliharibu jambo kama hili, kwa sababu wanajua kwamba hili jambo likifeli ndio umma mzima umefeli na jamii kwa jumla itakuwa imefeli. Jambo lenyewe ni tarbiyatul aulad, malezi ya watoto. Hili jambo ndio jambo muhimu linalowekwa mbele katika dini, linalowekwa mbele katika jamii, linalowekwa mbele katika jil, katika usra, jamii, na jamii ni malezi ya watoto. Umma utakapofeli kumlea mtoto, wale watoto watakuja kuwa wazazi mbeleni, watakuja kuwa viongozi mbeleni, na kwa kuwa msingi wa malezi ulikuwa ni msingi mbaya, ndio pale panapatikana ufisadi, ndio pale panapatikana uharibifu, ndio pale panapatikana upotevu. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo kubwa aloliona ni jambo la malezi ya mtoto, na ndilo jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alolitanguliza. Alitanguliza wazazi wawe na malezi mema kwa watoto wao. Tarbia, mzazi haitoshi kuzaa kwamba mimi nimemzaa mtoto, nampatia chakula mtoto wangu na mvesha nguo mzuri, imetosha, mtoto wangu anakuwa vizuri. Ukimwangalia mashallah kanenepa, ukimwangalia mashallah kavaa nguo mzuri, imetosha. La, hilo halitoshi. Ni lazima unapokuwa umetukua jukumu la kuwa mzazi na umepata bahati ya kuwa mzazi, kitu cha kwanza unachotakikana ukitangulize ni tarbia. Mtoto atafuata malezi yako, mtoto atafuata mwelekezo wako, kwa sababu daima wanasayansi wanasema mtoto huwa kiegezo chema chake huwa ni mzazi wake. Hata maskuli anapoonekana mtoto anaanza kusumbua, mtoto anapiga wenzake, mtoto jeuri, mtoto anatoa maneno machafu, kabla ya kuconclude lolote, kwanza ni lazima walimu wachunguze huyu mtoto nyumbani anaona mawazo gani, anaona wazazi wako aina gani. Sababu baba atakapokuwa jeuri, baba atakapokuwa mutakabbir, baba atakayekuwa mwenye kupiga mama, baba atakayekuwa mwenye matusi, baba akiwa ni mwenye madharau, yule mtoto huigiza kwa yule baba. Akija nyumbani anahisi mimi ni mwanamume na mwanamume hupiga mwanamke. Sasa itakuwaje mimi niko darasani msichana amenitolea ujeuri, na baba akimwona mama anavyomtolea ujeuri, baba humpiga nani? Humpiga mama.
Pale utamuona kijana amenyosha mkono wake, anataka kufanya nini? Anataka kumpiga yule msichana, kwa sababu anajua kwamba mwanamume ataikana anyoshe mkono, mwanamume ataikana apige, mwanamume ataikana ajisikie, mwanamume ataikana adharau. Lakini tunapokuwa na msingi wa tarbia njema, msingi wa kumlelea mtoto kwa namna yule mtoto, Waswahili ukwambia ni samaki alombiti, na samaki akiwa mbiti utaweza kumpatiliza kuliko akikauka. Anapokauka huwezi kumkunda tena, lakini anapokuwa akali mbiti unaweza kumfanya vile unavyotaka wewe. Ndio huambiwa mpatilize samaki, mkunde samaki angali mbiti. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, angalia aya, Mwenyezi Mungu asema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Wa'mur, amrisha, waamrisha familia yako kushikamana na ibada. As-swala hapa ni imaduddin, haimaanishi kuswali tu. Yani jambo la kwanza, wewe kama mzazi mfundishe mtoto wako kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimfundishe mtoto ibada ni lazima, mfundishe ibada ni mahaba, kwa sababu sisi twamwabudu Mwenyezi Mungu kwa namna ya mahaba. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu wanawapenda wale kama wanavyompenda Mwenyezi Mungu, lakini wale wenye imani wanampenda zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfundishe mtoto kwamba swala ni dhauq, ni mawasiliano wewe na Mola wako. Mfundishe ibada inakufanya upendo na Mwenyezi Mungu, na ukipendwa na Mwenyezi Mungu ndio umefanikiwa. Mwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mwalimu bora zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad wakati mmoja alikuwa amepanda kipando, nyuma yake kuna mtoto Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kuna maneno Mtume alimfundisha huyu mtoto mpaka akaja kuwa hibr, akawa mwanachuoni wa ummati Muhammad. Mtoto mdogo, kuna maneno madogo alifundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau na sisi tutayatukua yale maneno tukawafundisha watoto wetu, basi tutarajie watakuwa wanazuoni na watakuwa ibad na watakuja kuwa aulia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia wewe kijana na kuhusia, na hili ndo limekosekana kwa wazazi hapa. Lau tutauliza sisi ni nani ashawahi kuhusiwa, tutaona wazee watatunyoshia mikono kwamba walipata wasia kutoka kwa wazazi wao. Wazee wetu wingi hapa waliwahi kuwekwa chini na wazazi wakahusiwa, lakini generation ya baada yao ni aghalabu mtu kukumbuka siku aliyekuwa chini na baba akahusiwa. Baba yeye ni business, baba yeye ni pesa, baba yeye ni kuleta kipato, baba yeye ni kununua vitu vya thamani. Baba hana muda wa kuketi na mtoto nyumbani akamhusia. Baba anaweza panda gari na mtoto wake, wako ndani ya gari yeye na mtoto, mtoto ameshika simu, baba ameshika usukani, mpaka watafika wanapokwenda. Baba ataketi mezani na mtoto, na baba atashika kula, mtoto atashika TV ama atashika simu, yamekwisha. Hakuna wasia, hakuna kuhusiana, hakuna kumpatia maneno mtoto, maneno ambayo kwamba yataweza kumuongoza katika maisha yake. Na hapa ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba mimi niko na huyu mtoto, hata mimi nimpatie wasia ambao kwamba utabadilisha maisha yake yote. Katika tarbia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la kwanza alitanguliza wasia. Akamwambia mtoto, ihfadhillaha yahfadhuk, shikana na Mola wako, mshike Mola wako, shika ibada, shikana na Mwenyezi Mungu, hifadhi amri za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi. Jambo la kwanza Mtume katika wasia, katika kumlelea mtoto, alimlelea na kumuhusia kushikamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yoyote ambaye kwamba atamweka Mwenyezi Mungu mbele, Mwenyezi Mungu hamtupi.
Dunia sasa tumekosa saada kwa sababu watu hawajamuweka Mwenyezi Mungu mbele. Dunia watu wana give up kwa sababu vijana hawajaoneshwa kwamba furaha na saada na mafanikio yako kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumewafundisha vijana maisha mazuri hutokamana na rais mzuri na kansela nzuri na mbunge mzuri. Tumwona kijana kimwona kansela apewe sawa sawa, anajua kwamba yeye kufanikiwa ni huyu kansela atakapofanikiwa, ni huyu rais atakapofanikiwa. Ndio utaona lau vijana wetu, yule anayemtaka yeye akikosa kura, kijana uko tayari kufa, uko tayari kuharibu mali, uko tayari kufanya lolote alimradi yule wake apate na yule ambaye kwamba hamtaki asipate. Lakini kijana kama huyo ukamwambia lau sahihi, uko tayari kutoa uhai wako, uko tayari kutoa damu yako, uko tayari kutoa mali yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaona ni mazito. Ihfadhillah yahfadhuka. Mtume akamwambia yule kijana, ihfadhillah, muhifadhi Mwenyezi Mungu, utampata tujahaka, uko mbele yako. Ukishikana na Mwenyezi Mungu kila zitu utamwona huyu Mwenyezi Mungu amekushika mkono. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusaidia, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa shifaa, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutekesha, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufurahisha. Je, atakunyima haya utakapokuwa wewe uko karibu naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini kinyume chake, unapokuja kwenye swala, kama ni amri haina budi, ndio utamwona barabara wamefunga swala, imamu akianza Yasin, utamwona yule barabara amekasirika, una Yasini tena. Ukamweta msikitini, utamwona barabara swafu huku zwaswaliwa, uko radhi aswali chini kule ama nde kabisa, hawezi hata kuja mbele kujikaribisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jambo la kwanza ni kuwatanguliza kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumtambua Mwenyezi Mungu ni kukitambua kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapi atajua Mwenyezi Mungu ataka nini? Atayajua yote kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akiketi akifungua Qur'ani atapata maamrisho yote, kila anachokipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajifananisha nacho. Mtume akamwambia yule kijana, na ukiomba muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usimuombe mwingine, usitake kwa mwingine, usimfikirie mwingine yote zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka msaada, taka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kijana, haya maneno Mtume akamwambia maneno mazito sana, ambapo kwamba mabarobaro wenzetu wote wameshindwa kushikana na dasturi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, ewe kijana, jua lau watajumuika binadamu, majini wote dunia mzima waamue kukunufaisha, hunufaiki mpaka atake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamjenga imani thabit kwamba yote upangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manufaa yanatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lao watu watakusanyika kukudhuru, hawawezi kukudhuru mpaka atake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil kalam wa juffatis suhuf, kalamu ishaandika ikainuliwa, kurasa zishakauka, sasa ni makadiri ndio anayoandama. Hii inamjenga mtoto kuwa na tawakkul. Baada ya hapo, mfundishe mtoto kuwa na adabu. Mweke mtoto chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, laisa minna, si katika sisi yule ambaye kwamba atakuwa haheshimu wakubwa na yule mkubwa haonee huruma wadogo. Dunia ikiwa na masikitiko na heshima, dunia itakwenda vizuri. Utaona wazee wetu huheshimu wazee wenzao, lakini kijana aweza akakupita na Honda na baskeli, wewe mtu mzima akakupigia honi. Kama utarukia kwenye mtaro shauri zako, kama utaingia kwenye matope shauri zako, hajali. Utaona kijana kwambia yule si babangu. Hajui kwamba mtu mzima dua yake ni laana. Mtu mzima akikukundia uso utapata tabu. Hajui kwamba mtu mzima akikuombea dua njema ndio unapata baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika musalsatul mahabba aliwashika wale wenye kuwapenda, akawaambia, arrahimuna yarhamumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Dunia ni kuwa na huruma, ni kusikitikiana.
Mtoto mfundishe. Ukimwona mfanyikazi afanya kazi, ujue amekuja kwa sababu ya maisha na dhiki, muheshimu. Si mtoto ameona mfanyikazi nyumbani ametukua nguo ameirusha, mwambia tukua hii, nenda kafue. Mtoto amekwenda sokoni atukua zitu azifinya azirusha rusha. We mzee ukiambiwa sema huyu ni mdogo, huyu naye mzoee. Mtoto sahihi, watoto huenda wakatukana walimu maskuli, kisha usema si twalipa fizi sisi, si mwalimu alipwa mshahara. Sasa huyu mwalimu ataka nini huyu? Muoneshe kwamba dunia haiendi namna hiyo. Dunia tuhitajiana. Kila yule ambaye kwamba yuko barabarani ameshika honda yapeleka, anatafuta riziki halali, muheshimu. Yule ambaye kwamba yuko sokoni, yule aliyoko barabarani amebeba gunia, yule pia ni muhitaji, muheshimu. Wewe Mungu amekupa riziki, imekuwa sababu ya kupeana riziki, basi iwe ni kwa maneno mazuri. Mzazi yakitokea mashtaka, mweke mtoto chini, muoneshe dunia ilivyo. Hapa nitatoa kiswa na inshallah tutaendeleza darasa hii ya tarbia al-aulad. Baba mmoja alikwenda na watoto wake swimming pool. Swimming pool ni pahala kwenye hoteli watu huenda wakaoga. Alipokwenda swimming pool, wale watoto wakaoga kwa uzuri pale. Baba akaketi na shughuli zake na makazi yake. Alipomaliza, baba akarudi kwenye gari, akawaambia wale watoto, ingieni kwenye gari twendeni zetu. Walipokuwa barabarani, akaona wale vijana ziwili hunongonezana wakiteka. Ule mfinya mwenzake akiteka na ule umwambie mwenzake masikio ndio kiteka. Ule baba akastaajabu, akamwambia nyinyi vijana muna nini? Wakanyamaza. Kila kipeleka gari au nanongonezana, akamwambia niambieni mumefanya lipi? Akamwambia sisi pale baba ulipotuambia tuje tupande gari, ulipoingia garini sisi tulitukua ziti zote tukazitia swimming pool, na meza zote tukazisukuma ndani, na mwavuli na zikombe na majagi. Hasa wale watu wa swimming pool watapata kazi, watazama paka wachoke. Baba akaona hawa watoto wamekosa nidhamu, wamekwenda kwenye swimming pool ya watu, wameoga hoteli, wameondoka, wametukua meza mzima wametia swimming pool na ziti na majagi na mwavuli. Hasa hapa ikitokea haya, wazazi vingi hukosea. Yanapofikia hapa, vingi katika wazazi, kuna baadhi hupuuza na kuna baadhi hutukana. Hii mnalana, hii hamna adabu, twendeni nyumbani tawachapa. Ukiwachapa ndo zitakuwa zimetengezeka kule. Yule baba akanena subhanallah, sijui mimi nimemkosea wapi Mwenyezi Mungu mpaka akanifanya mimi watoto wangu wanakosea kunidhalilisha mimi. Ule baba akasimamisha gari, akazungusha gari, akarudi swimming pool. Akirudi akaambia wafanyikazi, musizame, haya ni makosa ya watoto wangu, nitashuka mimi kwenye swimming pool nikatoe kila kiti, kila kikombe, kila jagi. Baba akawa na nguo zake za heshima, akaingia kwenye swimming pool, akatoa kiti, akawahungia. Wale watoto wakamsikitikia, wao wamefanya kumdhalilisha mfanyikazi. Alodhalilika ni nani? Ni mzazi. Anayetabika ni nani? Ni mzazi. Wale watoto mwisho wakaonekana na wao nao wameingia pale kwenye swimming pool, wakamsaidia baba kutoa, wakalia, wakasema baba hatufanyi tena, tumejua kwamba sisi tukikosea unapata tabu ni wewe, unakosea utakayepata dhiki ni wewe. Baba akamwambia hii haikuwa ni kosa la mfanyikazi. Mfanyikazi anatafuta riziki yake halali, nyinyi mlikuwa mmefanya kazi yenu, mwendezeni. Wakasema baba, kuanzia leo sisi hatutadharau wafanyikazi. Hii ndio tarbia tekana ifanyike. Onekana wewe baba, leo mfanyikazi anafagia, baadaye chukua fagio na wewe onekane naye wasaidia. Leo huyu anafua, tukua hata kama ni kofia moja, onekane na wewe unafua. Ionekane kufua si kwa watumwa na kwa watu wabaya. Sema na mfanyikazi wako vizuri, watoto nao wanaona. Muheshimu alokuwa chini yako na mkirimu alokuwa juu yako, kwa sababu watoto wanajenga picture. Lakini sasa wewe, mtoto anatoka anakwambia mwalimu amenitolea ujeuri, watoka mbio sema ngoja nikamtukane mwalimu. Tutasema sana mbele ya watoto, mimi nimelipa, mimi nimetoa senti, mimi hizi pesa sizipati.
Mwenyezi Mungu asema la as'alukum, mimi sibaulizi, sikuwatuma nyinyi. La nas'aluka rizqa, hatuulizi riski. Tunachotaka kwako wewe ni tarbia ya watoto. Pesa usitangulize, iktisadi si kitu, riziki ndake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiketi na wafanyikazi wake vizuri. Sayyidina Hasan na Husaini wakaigiza mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiketi na watoto vizuri, wajukuu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa na keti na watoto wao vizuri. Hii ndio tarbia. Kwa hiyo leo tumezungumza katika tarbia ya watoto. Jambo la kwanza ni kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupenda ibada, wasifanye ibada ni kulazimishwa. Na jambo la pili ni kupenda kuheshimu wale ambao kwamba ni watu wazima. Watu wakiheshimiana ndio patapatikana mwelekeo kwa mzuri. Lakini si kijana amesimama pahala anatukana shekhe, si kijana anatukana kiongozi, si kiongozi anatukana wenzake, inakuwa ni dunia ya bughdha, dunia ya matukano, dunia ya kutoheshimiana wala kusikitikiana. Insha Allah hapa nitakoma, na leo tuna mgeni wetu aliotoka Yemen ambaye kwamba ni Sharif Ahmad Ashakiri. Yeye atakuwa ndiye khatibu wetu wa Juma na tutastafidi na yeye na unwani kama hii ambayo kwamba nimeitanguliza.